Wacha nishukuru Deputy President kwa kukuja hapa ili achangie sisi watu wa Kasipul. Mnasemaje? Unajua huyu ndio Deputy President ya ukweli. Kuna wengine wangekuja hapa wangeletea stories zingine ambaye hatuelewi, kama wale ambao tuliwafukuza. Lakini huyu anaenda kila pahali hapa Kenya kusaidia Wakenya wote bila ubaguzi, bila kuchagua nani ni nani. Hiyo ndio Deputy President ambaye Kenya inataka. Si namna hiyo? Si mnajua yule mwingine alikuwa anasema ati sisi sio shareholders, sisi ni watu wa Uganda. Si unakumbuka? Sasa huyu ndio mtu ambaye ameelewa kazi ya Deputy President ni nini. Anasaidia Wakenya wote bila ubaguzi. Nataka mpigie makofi. Jambo la pili, Bwana Deputy President, nimeambia watu yangu hapa, watu ya ODM, ya kwamba tulikuwa tunajua Deputy President mwingine ambaye alikuja hapa akatutembelea, akatuuliza nyinyi mnatoka wapi, mnataka nini, nyinyi ni watu wa shareholder ama nyinyi ni watu wa sijui kampuni gani. Tumeambia hawa tunataka Deputy President ambaye anasaidia Wakenya wote bila ubaguzi, bila ya rangi, bila ya ukabila, ambaye ni Kithure Kindiki. Jambo la pili, mambo ya ndugu yangu Boyd Were. Sisi kama watu wa ODM, sisi kama nani? Sisi kama watu wa nani? Sisi kama watu wa ODM tutahakikisha kwa mapenzi ya Mungu, tukiungana na broad-based, ya kwamba tutashinda uchaguzi ya Kasipul na tutashinda Ugunja na tutashinda huko Magarini. Tulikuwa tumeelewana. Halo? Tulikuwa tumeelewana kama watu wa broad-based ya kwamba hapa Kasipul na Ugunja na Magarini itashindwa na ODM, na huko Malava, na huko Banisa, na huko Mbeere South, Mbeere North itashindwa na chama ya UD. Tumeelewana namna hiyo kama broad based. Na sasa tukishinda kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, sijui wale wengine watajificha wapi. Na mimi nasema hivi, watu wa Kasipul, mnajua sisi tuko katika kipindi ya kuombeleza. Si namna hiyo? Si tunaombeleza baba yetu. Kama tunataka tufurahishe baba yetu pale yako huko binguni, lazima Boyd Were akuje bunge. Si namna hiyo? Wangapi wanasema ndio hiyo? Kama munataka hapa kila mama, kila baba na kila kijana apate ndoto ya baba usiku, atapata siku ile Boyd Were atakuwa amechaguliwa kama Kasipul MP. Kama hujapigia Boyd Were kura, ndoto ya baba haitakuja kwako. Kama unataka kuona baba kwa ndoto, pigia Boyd Were kura. Si namna hiyo? Ya mwisho, nataka kusema hivi. Kuna wajinga wengine na wakora na walagai wanaongea kila pali hapa Kenya, ambao wanasema ati sasa chama ya ODM imekwisha, chama ya ODM sasa imeenda sijui nini. Hawa wenyewe wanaongea namna hiyo. Hajawahi chaguliwa popote. Hajawahi chaguliwa hata kama Jadwongwe ya huko kijiji kwao. Yeye kazi yake ni kuongea tu kwa TV, kwa radio, sijui wapi, anaongea ati chama ya ODM. Yeye mwenyewe kama hako na nguvu, si asimame na chama yake tuone kama atashinda. Si asimame. Wengine kwanza wanatoka hapa Homa Bay na Migori sijui nini. Wale wa Migori tutanyorosha, wewe ngoja tu. Wale tunajua kudili na hawa. Hawa ndio wakora, hawasimami popote, hasimami kama MCA, hasimami kama mbunge, hasimami kama governor. Kazi yake tu ni kuongea kwa makahawa na kwa TV. ODM sasa imeisha nguvu, sijui ODM sijui ni nini. Shetani? Chama ya ODM itakuwa na nguvu bado. Itakuwa saa hii baba alituacha katika serikali ya broad based ambayo inaongozwa na President William Samoei. Na 2027 chama ya ODM itajipanga. Hakuna siku ya chama ya ODM itarudi kwa opposition.
chama ya ODM itakuwa ndani ya serikali? Chama ya ODM ndio itakuwa serikali ama itakuwa kwa coalition ambayo itakuwa ina form serikali? Watu wa opposition sasa ni watu wa Munyoro, watu wa Kalonzo, watu wa Matiangi. Hiyo ndio group tumewachia hiyo kazi. Waendelee na hiyo kazi. Hata sisi tumehangaika ya kutosha hapa duniani. Wacha tupumzike. Mwenyezi Mungu pia atuone neema zake. Sisi pia tuende mbinguni kama tumefurahi. Asanteni sana, Mungu awabariki.